Na unapopanga mikakati ya namna gani ubora eneo la lishe, lazima kwanza uanze na kutathmini, uijue hali iliyopo. Wanasemaga situation analysis. Uijue kwanza ile hali iliyoko ili uweze kupanga mkakati ambao unaenda kuwa jibu la tatizo lililopo. Kwa hiyo niwashukuru sana na kuwapongeza kwamba mmeandaa kikao hiki. Mimi naweza nikasema ni kikao kama cha kufanya tathmini ya wapi tupo, je, tulivyo. Ila shule ziko nyingi, nadhani baadhi ya wachache ndio wamepata bahati tu ya kwamba muje hapa kwamba ili uwe mfano. Sijajua kigezo kilichotumika, pengine labda ni ubunifu na vitu vingine, kwa sababu afisa elimu hapa amesema kwamba anataka kuwa tuwe na kitu fulani ambacho kama ni very unique, yani modo fulani ambayo watu wengine wanaweza kujifunza, lakini ambayo itazaa matunda. Ni kweli na mimi mwenyewe kwa wakati mwingine katika tathmini yangu ya haraka, kwa sababu tunafanya kama tathmini kwenye eneo hili kwamba kuna shule nyingine kweli zinatoa chakula kule, wanafunzi wanakula, na shule nyingine wakati mwingine bado mchakato wanaendelea nao. Lakini mimi nipo pale ambapo kwa shule zile ambazo zinatoa chakula wanachokula watoto wetu ni chakula cha aina gani. Kuna wakati mwingine niliziona mpaka picha, nadhani ni zile mlizoenda kipindi kile. Sasa unaona kabisa kwamba sasa ni kweli hatua ya kwanza imepigwa, watoto wanakula chakula, lakini unakuta sasa ni kande na maharage. Alafu yenyewe ukiona hizo kande na maharage unakuta kwamba sasa yani ukiangalia mchuzi yani hiyo kando unaitafuta yani ziko wapi yani hata mchuzi wenyewe hauna ushirikiano na maharage, hauna ushirikiano na mahindi, yani mpaka hata wewe mwenyewe unasema kwa kweli hivi sasa hii ni kutimiza wajibu tu kwamba jamani mimi nimekuisha, wanakula, lakini wanakula kitu gani? Unaona, ni kweli wanakula, lakini wanakula kitu gani? Unakuta kabisa ukiulizwa kwa kweli wanakula, lakini wanakula kitu gani? Tuliona picha zile, yani niona kabisa sasa kwa kweli hata watoto unakula nani shuleni, nipe tu 500 nitanda hivyo, kwa sababu anajua kabisa chakula kinachotolewa kule hapana, hata nyumbani huwa kipati. Wenzetu hawa wamekaa wakawaiteni kwamba jamani mje tutafakari pamoja, na kabla ya kutafakari pamoja ni vizuri kwamba wote tuwe na uelewa wa pamoja wa komponenti za chakula zinazohitajika, ambazo zinatakiwa kwamba ili iitwe lishe inatakiwa iwe na komponenti zipi muhimu. Naamini afisa lishe amekwisha kutupitisha. Ndugu zangu, niseme kitu kingine. Ninyi wenzetu walimu, viongozi wetu mnaosimamia eneo hilo, mnapimwa katika vitu vingi, lakini vichache mimi ninavyovifahamu, cha kwanza nadhani ni kwenye performance, namna shule yako inavyo perform, nadhani kwenye mitihani na vitu kama hicho. Sina uhakika sana, lakini mtaweza kunani. Lakini ndivyo naonaga hata wazazi huku kwamba unakuta shule ile ambayo ukikuta mtihani wa form 4 wa form 6 zilo ni chache 4 ni chache, ila angalau kuna tusiri kidogo, alafu zinaongezeka tu zinakuwa nyingi, wanu zimejaja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Shule ile unakuta inagombaniwa, na hata wewe mwalimu mkuu ukipita pale mjini, si kila mtu anakutambua, huyu ndio headmaster wetu, huyu ndio mkuu wa shule huyu. Lakini ndugu yangu, unaonaje kwamba sasa wewe ni mkuu wa shule, unapita shule yako mtihani sijini wa form 6 au form 4 ule wa nation, wale una wani moja kati ya watoto 120 ulionao waliohitimu, lakini tu ziko 5, 3 zimeongezeka zipo 15, 4 zimeongezeka kidogo zimekuwa 90, zinazobakia pale ni yale masifuri.
Hivi unajisikiaje hata kama umepiga suti unapita pale, yani ndio matokeo yametoka pale, unapita mitaani yani si hata mtu akisema mkuu wa shule unajisikiaje? Yani ni kama unaweza tu kukataa. Naona kama hujasikia hivi, ni kweli ameniita lakini wewe unanyosha tu yani. Hujasikia. Kwa nini? Kwa sababu image yako na performance iliyokuja haviendani. Kwa hiyo nimesema uzoefu mchache huo kwamba shule yoyote ambao wanafanya vizuri kwenye eneo hilo, unakuta kwamba hata wazazi wanajua kwamba pako vizuri. Lakini eneo lingine ambalo pengine linaweza lisiwe linafahamika sana, mengine mnafahamu, eneo la ubunifu. Unajua katika maisha, ndugu yangu, maisha ya leo yanaongozwa na wabunifu. Tofauti yako wewe na yule ni namna ambavyo umeweka ubunifu. Hapo ndipo tunaanza kupishana hapo. Unaona jinsi ambavyo leo hii, ndugu zangu, tunavyoongea hivi, kuna watu wamekaa wamejifungia ni miezi na miezi, wanabuni vitu vitakavyotumika miaka 10 ijayo. Wanabuni. Ndipo tofauti unapo, mtu anajua kabisa hapa nikisha buni tu tayari maisha yamekaa vizuri. Kwa hiyo kwenye eneo la ubunifu, hata hiki wenzetu wanachotuambia hapa, wanatufundisha tuwe na mkakati, na ninyi mnakipokea, mtatoka hapa mwisho wa siku kitakachokutofautisha wewe na yule ijapo mlipata mafunzo pamoja ni ubunifu. Hususan kwenye mafunzo haya ambayo tumeanza asubuhi, mpaka sasa tumepata dozi kubwa sana. Yaani kuna mambo tulivyofika asubuhi hadi muda tulivyo ni watu wengine kabisa. Utofauti huu ambao tunaamini unaenda kufungua ukurasa mpya. Na tunashukuru sana kiongozi wetu pia kwa kuendelea kutulea. Sisi wakuu wa shule tunajisikia faraja sana kwa namna ambavyo mnatulea, mnatufundisha. Kwa hiyo kupitia mafunzo ambayo umefungua, tukuahidi kabisa tutaenda kufanya mabadiliko chanya kwenye vituo vyetu, na tuhakikishie kwa wale wenzetu ambao hawajapatika kufika, tutaenda kuwa mabalozi wakubwa sana kuhakikisha nao wanakuwa sehemu ya mafunzo haya kwa utekelezaji. Kwa hiyo tuseme kabisa haya mafunzo yanatufungua pia kwamba watoto wetu watakipata chakula vizuri, wataongeza mahudhurio kama ulivyoelekeza, kama ulivyotufundisha. Na tunaamini mahudhurio yakiongezeka, tunaamini matokeo ya watoto wetu yatapanda. Na ndio kiu yetu ya mkoa wa Katavi. Sisi wakuu wa shule tunataka kitaifa tuwe na pamoja. Hiyo ndio kilio chetu. Kwa hiyo kupitia interaction ya mafunzo haya tumechota maarifa ambayo yamekuwa ni tunu kwetu.